the Precious Globe hapa na nimepatana with incoming MCA Meru. Hebu introduce. My name is Matthew. Shadi, thank you for coming. Yeah. And naitwa Matthew Wahu Okoyana. Those are my three names. I was born in Kakamega. Just turned 35 years. And in Mount Kenya region, I can say like I've stayed here for about 7 years. But nimeishi Maua pia. That is almost 3 years. Then nikakuja Meru. So currently I stay in Meru. And nikaona it's good for youth kujituma. Yeah. I like that spirit. Okay, nimeona kuna mahali ambapo ulikuwa umeka post umesema you want hii kiti ya MCA. Na watu wanakuwa kiniuliza hii MCA anaweza kuwa ametupangia nini pale akiingia pale katika bunge la county. Yeah, sure. Nashukuru juu lazima watu pia wakuwe na msimamo, wapewe at least manifesto kidogo ama waelezwe vizuri kwa ujumla that this person mwenye anakuja mgeni. Unajua saa hizi Kenya watu washachanuka kidogo. Sio kidogo but watu wamechanuka yani. So currently as for me naweza sema that Kenyans wanataka ile leadership yenye na unite kitu ya kwanza, and they want leaders wenye wana act. Apart from acting, they want leaders who can listen to them. Yeah. So as for me, I've been around, I've been watching, and vitu mingi zikanifanya nikasema okay, whoever is there is doing a good job, but you know, wezi kuwa perfect. Yeah. And for that reason I had my own ideas zenye nasema maybe if I share them with the community people, they might like them, and I might as well engage with them, niwaeleze kwa urefu, waelewe my manifesto. So kitu ya kwanza na plan kufanya about ni entrepreneurship. Yeah. Hiyo ni iko side ya youth empowerment, because ukiangalia hapa hivi unapata we have ghettos around. Yeah. Tuko na town iko hapa, hata ukiangalia mwenyewe the structure ile town ile structure vile imekaa kidogo haibambi vile. Unaona? And those who are there, I repeat, they are doing a good job, and I can say we are just here to help each other with ideas. Yeah. So mine is just to bring in more ideas, so that we can boost municipality pamoja. Unielewa? Yeah. Kitu ya pili ni on the health sector. Nimeona watu wengi sana wana struggle especially within town na outside town. We have facilities zile zenye ziko within town, that is the private sectors facilities ziko mingi, but on the government side kidogo we need to upgrade our game kidogo. So tunahitaji zile facilities zile ziko within market zile ama within municipality for emergency purposes. Tuko na ghetto, tuko na mjini, tuko na majengo, tuko hapa na municipality, tuko hapa na Gakoromone, and some areas covering the part of municipality. So if we are just on those areas, unapata like youth empowerment itakuwa, infrastructure itakuwa fiti, because we have some roads zenye ziko within municipalities zenye bado hazina hata cabros. Unielewa? Kuna roads zenye zinafaa kuwa ziko na street lights zimekaa pale. So I believe mimi nikiingia with the help of the county government and the national government, we can as well execute on the same. Unielewa? So that's when nilikuja nikakaa chini nikasema it's about time nijitume mimi kama Matthew. It all begins with you. Nikianza hivyo niongeleshe vijana, niongeleshe watu wangu, mbogi yangu, kila mtu at least watu watanielewa. Haya, swali lingine Matthew, hapa Meru kuna places kama Kakoromoni, mambo na insecurity hapo kidogo, unaweza semaje, utabadilishaje hapo? Mimi mwenyewe kwanza naishi hapo karibu na hiyo side ya Kakoromone, and vile unaelewa security haijakuwa mzuri mbeleni, but saizi nimekwambia that whoever is there at least anafanya a good job. So kitu ya kwanza unajua infrastructure ikisha kwa fiti, at least security inaanza kuimprove from there. Unielewa? So we have part of the
hiyo Gakoromone hiyo yenye unapata some roads ziko in a place where by hata mwenyewe ukiangalia hivi unaona like hapa nikipita hapa na Nyorosho Ngeta. Yeah. So roads kama hizo tunataka roads kama hizo zikuwe na cabros. Yeah. Tunataka mama wetu pale sokoni at least mtu anaweza fanya kazi kufika hata saa 6 usiku na hana pressure. Street lights ziko on hapo, soko security yao iko fine. Then we have a police post ile iko pale. Hiyo police post tunaenda tunaongeleshana na wale wamesimamia that police post, the police who are there. So tunaongeleshana na watu wasemezana, then from there at least we can manage to encounter whatever is happening currently in that area. Yeah. Okay, hapo venye umeanza umetuelezea mambo na ideology. Hivi tunaitanga hivyo, to bring ideas which we share. Hivi bado kuna vitu roles za MCA, kuna roles za wengine, ukasema utakuwa unashirikiana na government, national government na county government. Haya, alafu kuna challenge yoyote umepitia kutoka venye ulisema unahitajio MCA katikati hapo kufikia hapo, challenge gani umepitia sana? Yeah, challenges ziko. Mwanaume hawezi kosa challenge and it's good that in life the moment unaamua kufanya kitu then you get some challenges. It simply means you are doing something in a challenge mindset ya binadamu. And for you to be on the right side lazima kuna disagreement mtahave na mtu, for you to ndo nijue wewe uko normal ama mimi niko normal, lazima utahave ku disagree with some points na mimi. So siwezi sema like I'm always right. So challenges zimekuwa utapata we have so many challenges. Kuna wale utapata, kuna wale tu watakwambia live wewe bado kidogo, wewe bado uko kuna wale mataikun sisi tunajua watakupita nini, unaelewa? So mimi ni kijana ambaye naamini that it is not all about money. It is all about what you give the society, what you give to the community. Purpose ni to serve the community. So whatever you give back to the community, hiyo ndo ina challenge whoever is there ama your opponent. Okay, kuna mtu pale anaweza kuwa ako sawa kwa politics alafu anaogopa. Unaweza mwambia aje? Anasema nataka kuingia lakini naona hapa kama vile nimesema mambo na mataikuni. Unajua pale marafiki zako wanakuambia Matthew umeamua kuingia pale, unajua kuna mamilionaires pale. Kuna mtu pale anasema ningeingia, naona kama anaweza badilisha kidogo. Maybe anaweza kuwa si wa Meru, unaweza muadvise aje? Mimi nikiwa mmoja wao. Mimi sio mzaliwa wa Meru, lakini nimekaa Meru for 7 years in the state. And kitu moja naweza sema pia mimi nimekuwa mentored na some politics zile ziko Kenya na whatever is currently happening in Kenya. Kuna some politicians wale na I do admire their politics ama their political game. So in a political scheme kidogo lazima ukiamua kuenda this way lazima ukue mtu straightforward kidogo because the challenge yenye iko currently unapata that Kenyans hawataki yule politician atakuja kidogo awaambie something then wanakudoubt on whatever you are saying. So you have to mean whatever you are saying. Then kitu ingine kwa wale vijana wale wako huko nje kama mimi, wale wanataka kujituma, it's about time. We've seen the likes of akina Babu Owino, we've seen the likes of akina Ichung'wah, we've seen the likes of akina Sifuna. And currently mimi sina chama, sina chama kabisa. But so na depend kama bado you are in the process. I'm in the process. Okay, So kuna vyama mingi ambavyo nimeona some engagements kidogo, but nimestick to my plan. Nitabaki kimimi kidogo. Maybe in future naweza amua msimamo wangu utakuwa wapi. But saizi ukiangalia Kenya vile iko kidogo mambo ya chama kidogo itakuwa natanganya kidogo. Haya, swali la mwisho kabisa. Who is your mentor political? Yani pale unasema this is I admire this guy in terms of politically. I'll be honest with you. Yeah. We might differ in
politically Yeah. with some politicians, but some of them are my good friends. Yeah. Most of them are my good friends. And ile kitu naweza sema like I want to be my own mentor. Wow. Yes. Yeah. Yeah. So nile tu learn politics from several politicians, but I want to be my own mentor. Like what new am I bringing to the table? Yeah. Nona, I want someone else mwenye huko nje akuja aseme I want to challenge Matthew on this part. I don't want to copy someone else. Nikuje ni kama ni mimi ni copy paste ya someone else, because the moment unakuwa mentored by someone and maybe he or she has failed to deliver. Yeah. The moment utaingia, now that you have the same mentality, the same mentorship, you will find that utakuja kudeliver whatever they are delivering. Yeah. So you'll be serving the same purpose. Yeah. And we will continue having the same problems. Yeah. Same problems. Yeah. Yeah. Same monkeys, same trees. Yeah. Yeah. I got you. Yeah, sure. Okay, mwisho kabisa Mr. Matthew. Kuna mtu anaweza kusema baby, ninaweza kuona mara ya kwanza, mimi ni mkaaji wa Meru pale, naweza kuambia anything. Unajua si tumefika kila mahali ukajua mashida zote. So kuna mtu anaweza sema naweza taka kukufikia nikwambie hii shida inatupata hivi na hii na hivi. Unaweza kupataje? Maybe kwa mitandao, maybe wapi huko? Mimi kwanza mimi ni mkaaji wa hapa Meru Town. Yeah. Na I'm happy that naishi Meru within CBD. Yeah. Ama within municipality. So kwa wale wanaweza taka kunipata on social media, mara mingi mimi niko active sana Facebook. Yeah. Hizo mitandao zingine kidogo niko very inactive. Yeah. Ile niliavoid mitandao kidogo. But kwa ule anataka kunipata huko utapata Levi Wahu. Levi Wahu, that is my Facebook page. Yeah. Iko pale hivyo, unaweza ni follow, unaweza ni text, unaweza ni and I even have a number there. Yeah. Kwa bio. So you can even reach me out. Yeah. We can talk. Kwa wale wanataka kuni reach out in person, bado niko. Mkifika town, ukiulizia tu Matthew, ulizia ule Matthew wa Hona. Yeah. Mimi niko town. Baby nilikuwa na Hona. Yeah. So ukiulizia Matthew wa phone industry, utanipata within town. Yeah. Because I'm still in the phone industry. Yeah. We are selling gadgets as well. Na kibiashara pia tutainuana na vijana. Yeah. Yeah. Wow. Tuko hapa kuinuana na vijana kwa sports pia. Niko na Black Panther team. Yeah, I'm one of them. Niko pia kwa management. Yeah. Team ya. Then so hapa hivi kwa mambo na sports tunataka tuinue sana vijana. Youth empowerment ndio kitu ya kwanza. Yeah. Vijana wasikose kazi. Yeah. Then structure ya town pia tunataka to change structure ya town because there is no way utakuja town. The last time I checked, the president alikuwa hapa alikuwa amesema that Meru might be the next city in Kenya. Yeah. So looking at that, nilikuja nika notice that ikifika masaa kuanzia 7:30 unapata CBD imekufa. Hakuna watu kabisa. By the way, huwezi pata watu. Sio mbaya, but ukiangalia the way hata saizi venye watu wameanza kujenga, the structures zenye zimeanza kuchange. Ukiangalia CBD, we can do something new there. Ile yenye itachangamsha that street. Yeah. Yenye utapata like anytime unaingia Meru Town. Unapata stage iko active 24 hours. Unaweza panda gari lako kutoka asubuhi hadi kesho yake, wewe utafanya kazi yako. Stage iko active, watu wanapanda magari wakisafiri. Hiyo usafiri pia inaleta more revenue to the community. Then unapata pia street hapa hivi kukiwa na wale watu wale unapata wanauza vitu zao masaa ya jioni hivyo pale kwa street. Unapata inakuwa very active. Then to add on that, unapata hiyo street umeona imefensiwa, right? Yeah. So the street kuna maua ile ilipandwa pale, vitu kama hizo. Ile maua inafaa ipande ikae vizuri. Tunaweka shades zile zenye wale wa mama wetu wanakuja town. Mtu asikae kwa corridor ya biashara ya mtu ya biashara. Ona, asifunge biashara ya mtu. At least apate mahali anakaa, anapata shade yake. Kuna pale Mount Kenya Milk, ananunua maziwa yake, anakuja na keti pale, anakunywa maziwa yake. Utulivu wake. Ona vitu kama hizo. Yaani tunataka structure ya town ikuwe ipande. We improve.
Okay, thank you very much. Nimeshukuru. Pia nimeshukuru for getting us wapi? Mimi kwa sasa niko Chuka, lakini bado nimeishi Meru like 2 years. Okay. Yeah, na nimeona umefanya kazi fiti sana. Kwanza pale kwa phone industry. Yes. Uko sawa pale. Na guess the same energy yenye niliona pale. Yes. Ndio nataka kuiona pale. We want to transform that energy to to the other part of the political side, and it is not all about politics. Yeah. Or ama self-interest. It is about delivering to the community. Yeah, serving the community. Mimi nimezaliwa kwa familia ile yenye naweza sema humble background family. Ile nimelelewa upande wa Kakamega, nikalelewa Kisumu, nikalelewa Nairobi. Then mama saizi ni Kungu. So the moment nimekaa hapa hiyo miaka 7 nimejiambia that this is my home. Yeah. This is my home. Najua sio lazima kwenu ndio usaidiane. Hata nikiwa hapa bado nitaserve. Bado utaserve the same kama uko. Yeah, sure. Yeah. Okay, I think maswali yangu nimefikisha hapo. Nimeshukuru sana kwa muda wako at getting a such great interview and talking to the people of Meru. Yes. And I think wakifanya hivyo tu wakuweke hapo, na I know you ilikuwa pale kwa phone industry, na ukitransfer that energy to that dimension. I guess it will be the best one. So all the best and good luck. Thank you, bro. Don't be shy.